At the Isiolo County Referral Hospital, 43-year-old Jotham Bariu is wheeled into one of the wards, his legs, chest and back suffering from injuries as a result of human-wildlife conflict. Bariu was watering onions in the company of a friend when 3 elephants emerged from a thicket, forcing them to flee for their dear lives in different directions. Sasa wakati tulikutana naye, unajua kulikuwa na kichaka, nilionea tu karibu. Alafu sasa ikapiga nduru. Nikatoroka. Sasa mwingine alienda pande yake na mimi nikaenda pande yangu. Sasa wakati nilienda pande yangu isikanifuata. Kwenda nikaruka fence mahali nikaanguka. Mara ya kwanza zikakuja zikanipita. Sasa wakati sinilipita zikajua sijapita. Sasa nilikuwa nalala hapo tu na siona hapo mbele yangu tu kidogo. Sasa kutoka hapo ndio silirudi tena. The father of 2 says that the elephants sensed his presence in the bush, and when they caught up with him, they pulled and trampled on him over a distance of 10 meters. Sasa kufika mahali tulikutana nazo tena, ndio nikaanguka na ilikuwa karibu sana na mimi. Hapo sasa ndio ilianza kunisukuma. Sasa wakati imeniachilia, ikarudi tuko kichaka hapo tu, ikarudi ikaniangalia. Sasa kutoka hapo sasa na mimi nikaamuka, nikasikia naweza enda, nikatembea kidogo, nikafika kwa njia. Nikakutana na jamaa mwingine alikuwa anapita tu na hiyo njia. Ndiye akanifungulia mahali nikatokea kwa njia sasa. Sijatoka huko na nguo. Sikuwa zimeradongo. So, najua imenisukuma zaidi ya 10 meters. According to Kithima Sub-Location Assistant Chief, the elephants have been a menace to the village, but this is the first time their presence has resulted in injuries. Sinahitaji sichukuliwa kwa sababu sasa sinakula hata mchana hadharani, hata ukifukusa inakataa. Na sioni kama sitaondolewa basi sitakuwa sinakula hata manyumbani ndani. Locals are now calling upon the Kenya Wildlife Service to fast-track the process of compensating the affected locals and find a permanent solution to the human-wildlife conflict.